Siku zote tunaimba siye, uitike ukubali, tunaimba tulikuwa wabaya kuliko wewe, ukubali uitike shauri lako. Ukienda hata polisi watakwambia tulikuwa wajinga kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Tulikuwa wabandi kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Tulikuwa wafumu kuliko wewe, tulikuwa walozi kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, ametugeuza Yesu, Yesu. Umeenda wapi Baba usiepuke? Ametutengeneza Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Amen. Tunaimba hii nyimbo kwa sababu mwenye alijenga hii nyumba alianzia ku fondation. Ukakamata fondation ya nyumba, haukamata vitu vya teketeke. Amen. Amen. Kwa sababu ukijenga nyumba, unajenga vitu vya teketeke chini, nyumba itaenda kuoza na baridi na inaanguka. Amen. Sasa now, ukiangalia siku za leo, if you look at today's day, zamani before nilikuwa mlevi, I was a drunkard. Zamani before nilikuwa mwizi, I was a thief. Zamani before nilikuwa msharati, I was a prostitute. Zamani before nilikuwa naingia usiku saa 8 ya usiku nyumbani. I used to come very late. Lakini kwa leo, but today, ikienea saa 12 napigia mke wangu hodi, naingia nyumbani. That I'm coming home. Sababu gani? Ametubadilisha. Because he has transformed us. Ametutengeneza. He has built us. Amen. Amen. Nataka kuambia kitu moja hapa. Ndani ya mji wa Calgary, in this town of Calgary, na ndani ya mji wa Ulaya, and in this Europe or America, hii ni information tatembeza ndani ya mji wa Calgary, ndani ya Ulaya. This information can even go past kama ulikuwa unaona mwenzako nje, if you used to see others outside na haeneye, and they are not complete, na ulikuwa unamsema pale nje, and you used to gossip about them outside, unaenda kumwambia leo imeisha. You are going to tell them today it is over. Amen. Amen. Kanisa letu Yesu nijibu. The church of Jesus is the answer. Ninakurekomanda hivi. Recommends us. Ukaangalia mtu anaanguka pale nje. If you see someone falling outside, na iko na mzigo mwenyewe namsumbua, and they have a burden that is heavy on them, unamleta tu hapa. Bring them here. Amen. Amen. Cha kushangaza sasa, now surprisingly, wakati nenda kutana mwenzangu, when I'm going to encounter, kumbe na huyu anaingiliaka hapa, even that person goes there, sitaingilia tena pale. I won't be able to go in that church. Unapiga wrong. You are doing it wrong. Amen. Amen. Kama unakutana mwenzako, if you encounter someone, siku moja mlikwazana, one day you quarrel each other, mkakorogana, and you just Yesu ni jibu. Jesus is the answer. Acha ikupatie jibu ya kila kitu. Let him give them the answer of everything. Amen. Amen. Ndio maana tunaimba, that is why we are saying, Yesu ametubadilisha. Jesus has transformed Amen. us. Amen. Yesu ametubadilisha. Jesus has transformed us. Usiangalie mwenzako, don't look at your neighbor, na unakata apeti ya kukuja kanisani, and you don't have any appetite going to church. No. Ukamuona pale, if you see them there, kama mlikwazana mwaka jana, if you guys quarrel last year, mwaka juzi, or the other year before, tengeneza na yeye njia ile. It's time to build with him. Mimi nakuwa na tabia kusema hivi. I have an habit that says this. Wakati tulikuwa Afrika, when we were in Africa, shetani wa Afrika anabakiaka hivi. The Satan of Africa stays like lakini this. Hapa Ulaya, here in shetani Satan iko kulevu ya juu sana. He's on another level. Ndio maana ukiingia mahali hapa, that is why when you come to this place, mwenzako, you are going to look at your neighbor and start growing. Haiko wewe ni shetani. It is not you but the devil. Jua kwamba shetani iko pale. Know that the devil is there Wakristo, be able to destroy or bring problem among Christians, kusudi wasiingie mbinguni, so they should not enter heaven. Amen. Amen. Ile ilikuwa tu ni kiingilio. That was just an introduction. Kwa majina
by my name. Ukanikutana nje utanita Pastor Byamungu. If you see me outside, I'm called Pastor Byamungu. Jina ya pili ni Lungere. And my second name is Lungere. Amen. Amen. Nina watoto 8. I have 8 children. Mungu ametubariki watoto 8. God has blessed us with 8 children. 4 wavulana and 4 boys na 4 wasichana and 4 girls. Na Mungu ametubariki na tunamshukuru Mungu kwa hiyo. God has blessed us and we thank him for that. Leo hatutaenda mbali. Today we will not go far kwa sababu because muda wetu ni adui. Our time is an enemy. Nitakuomba mwenye kuna kitabu cha Kiswahili, I've asked the one who has a Swahili atusomee nafasi moja ndani ya kitabu cha Wafalme wa Pili. To read in 2 Kings sura 5. 2 Kings chapter 5 mstari wa 8 verse 8 hadi 11 to 11 na hadi 12. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We are going to read in Jesus name. Papa Bititi, hauja kuwa tayari baba. 2 Kings Wafalme wa Pili sura 5 mstari wa 8 hadi 12. 2 Kings chapter 5 8 to 12. Tunasoma katika jina la Yesu. Maandiko yanasema, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Mstari wa 9 nasema, basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Mstari wa 11, lakini Naamani akasirika, akaondoka akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Mstari wa 12 nasema, je, Amana na Farpari mito ya Damaski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Tumesikiliza mizuri usomi. We have heard clearly the word of God. Hapa ni habari za Naamani. This is the stories of Naaman. Naamani alikuwa mfalme, alikuwa jemedari. Naaman was a king. Na alikuwa anatumikia mfalme wake. And he used to serve his wakati alikuwa anatumikia ule mfalme, when he was serving his king, wakati anaenda kwenye vita, and when he went to war, anashinda vita. He was able to become victorious. Na wakati anapishinda vita, and when he conquers and wins, aseme mfalme alimpenda zaidi ya zaidi. It says that the king loved him more and more. Lakini but huyu jemadari, this king, alikuwa na ukoma, had leprosy. Tangia kuzaliwa kwake, when he was born, mpaka kizi iko ndani ya kazi ya kijemedari, until when he was alikuwa na ukoma. He used to have leprosy. Jibu nasema namna gani? Now what the answer says here, wakati amepata ile magonjwa, when he had that alitafuta dawa yoyote, he went to find every kind of medicine to be able to be lakini ilishindikana. But it was not possible. Angalia magonjwa ya ukoma. Now look at this kind of sickness. Ni vidonda kila mahali. You have wounds everywhere. Vidonda kila mahali. You have wounds everywhere. Na mpaka vinatosha na maji. Even it started bringing out water. Lakini mimi nilishangaa nikasema hivi, but I was surprised and so mtu ni mgonjwa. But when someone is sick, maana gani tena anaenda kwenye vita? What does it mean even in tena anaganya vita and still winning the battles? Amen. Amen. Lakini wakati walikamata vita ya mwisho,
mwisho, but when they went to the last wanapigana na war, wana wa Israeli, fighting with the people of Israel, akakamata mtoto mmoja. he took one son or one Aseme child. alimkamata mateka. He captured that son. Kumbe ule mtoto mmoja ni mwanamke. And that child was Tena ni Israeli. And she was an Israelite. Na Amani akamata huyo mtoto. And Aman, when she took that daughter, akaenda naye nyumbani kwake. he went with the daughter at home. Amen. Amen. Akamfanya kama vile mtu wa kazi nyumbani. And he also made her as a maid at home. Hakumuua. He did not kill her. Hakumtesa. He did not make her lakini suffer. akamuikalisha nyumbani kwake. But he put her in her home. Akamwambia and told her, kijakazi, wewe utakuwa unasaidia mke wangu ndani ya nyumba hii. You are going to stay here and be helping my wife here. Information kwa wadada. Now, a news to our sisters. Wakati unakamata information ya kanisa hili, when you get news from this church, usibebe nje vibaya. Don't take it outside. Huyu mtoto mwanamke, this young daughter wakati here, aliona bosi wake, when she saw her boss, aliwazia atamuua. She thought that he's going to kill her. Kamata kwenye vita, because they captured her from war. Lakini akafurahi wanamtia ndani ya nyumba. But she was happy because they put her in the house. Na juu ya huruma, now because of pity, akaangalia mwili ya falme jemedari wake. She saw the body of his general. Vidonda. It is full of wounds. Akasikia huruma sana. And she also felt so sorry for her. Siri. And he not kept that secret. Bwana wangu, he told him, my Lord, ukienda kwetu, if you go to our home, unanitosha, where you came from, mtu wa Mungu hapo, there is a servant of God there. Ukafika tu pale, if you reach there, ni sharti upone. You must get healed. Amen. Amen. Wadada, sisters, information mutabeba nje. The information that you're mtu ni mpagani, when you encounter a pagan, akuje kanisani, tell them to come to Yesu church. nijibu kuna kitu. Jesus is the answer. There is something. Amen. Yes. Amen. Yes. Huyu mtoto akamwambia, and this child told her, akamwambia mama, he told him, mother, mom, angalia hivi baba anateseka. Look at how dad is suffering. Mimi wamenikamata kwenye vita. They have captured me from the war. Ukabeba tu bwana yako huku, but if you take your husband there, atapata kupona. He's going to get healed. Ndugu mpenzi, my beloved, unaweza kuwa na magonjwa yamekusumbua siku mingi. You have had sickness that has taken years from you, but today is the solution. Today, utapata solution. You are going to get the solution. Hata ni magonjwa ya namna gani, even if it's which kind of sickness, itapona. It's going to get healed. Amen. Amen. Bapelelezi munyumba. Now those who give announcements in the house, they are maneno banabeba kwa mfalme. They will take stories and take them to the king. Bwana wetu anakuwa na magonjwa. Now king, our Lord here has sickness. Lakini kwake, but to him, iko na kamshika kadogo hivi. He has a small girl there. Amesema hivi na hivi na hivi. Said this and this and this and this. That's what the Bible says. Lakini, but mfalme akasema namna gani? The king said, how? Mnaniambia hii. Now as you have told me this, acha nibebe information kwa mfalme wa Israeli. Let me take the news to the king of Israel. Amen. Amen. Aseme akaandika barua. And he wrote a letter. Iko natafuta nini? What is he looking for? Kusudi mtu wake apone. For his servant to get healed. Kuwa na mateso. You may have problems. And someone feels mercy for you. Na haujui. And they spend without even you knowing. Amen. Amen. Unaweza kuwa na shida fulani imekusumbua. You may have problems that you have spent years. Tulipata information hapa ndani ya maombi. And we got information here in Afrika. That someone is in Africa. Watu wanachanga pesa hapa. He's just taking money here. Wanamsukumia huko. And you are sending them there. Hakulomba pesa. He did not ask you for it. Lakini walisikia magonjwa. But they na moyo wa huruma inaingia watu wamoja. And their heart na wanasukuma pesa huko. Kusudi ule mtu apone. For that person to get healed. Alijua ile story namna gani? Alijua ile history namna gani? How did they know that history? Mtu yuko Kampala. Someone who's in Kampala. Na sisi tuko hapa Canada. And us we're in Canada. Lakini magonjwa tunaisikia. But we heard about sickness. Na huruma inaingia. And the heart of mercy came kule pesa. And we sent money to leo ule mama yuko kwa hospitali. And today that mother is in the hospital. Akapona atasikia namna gani? When she gets healed, how will she feel? Na mama Canada. She will say, I have mothers. Amen. Amen. Huyu mfalme, this king, anaandika barua. Is writing a letter. Inaenda wapi? It goes where? Kwa mfalme wa Israeli. It's going to the king of Israel. Mfalme wa Israeli. Not the king of Israel. Alipona tu ile barua. When they saw akatia mikono kukichwa. Just put his hands on his head. Banakuja nipiga tena. Oh, they are coming to fight me again. Sikiliza. Listen. Ndugu mpenzi. My beloved.
adui yako, adui yako njo anaweza kuwa msaada kwako kesho. Is the one who can be your helper next tomorrow. Huyu mtu, and this person, mfalme, the king, iko nasikilia mtu wake huruma, the king is feeling mercy, lakini anaandika barua but he wrote kwa enemy wake, to his enemy. Kumbe kule kwa enemy wake ndio kuko solution itafanya nini? Itapomola ile magonjwa, be able to heal those sickness. Amen. Adui ya mtu, the enemy of someone, anakuletea nini? Baraka, brings blessing. Amen. Amen. Tuko tunazungumza juu ya nini? What are we speaking about? Tuko tunazungumza juu ya nini? What are we speaking about? Kuna tumaini tena. There is hope. There is still Amen. Hope. Amen. Uko na kitu kimekusumbua ndani ya mwili. You have something that has bothered you. Uko na magonjwa yamekusumbua ndani ya mwili. You have sick that has uko na hitaji yako imekusumbua ndani ya mwili. You have a need that has bothered you. Kuko tumaini tena. There is still hope. Huyu jemadari, and this general, hakujua kwenye ataponeaka, did not know where he's going to get healing. Lakini hii historia inatufundisha namna gani? But this story teaches us how. Huyu jemadari, that this king, alikuwa kama na roho ya Farao. He had like a heart of Pharaoh. Kwa sababu wakati walikuwa wanamuelezea kila kitu, because when they're telling him everything, yeye alikuwa anatia X, he was just counseling. Lakini kwa Mungu wetu vinawezekana. But in God it is possible. Mfalme wa Israeli, the king of Israel, anapata barua, get a letter, anapasula mavazi yake, and he destroys, anararua mavazi yake, he just cuts anararua mavazi yake, he cuts his clothes, naye wapelelezi tena wanatoka, and those messengers also come back, maneno ndani ya mji, go and say all this news, maneno ndani ya mji, they go and spread the news in the city. Kwa bahati mbaya inaangukia kwa mtumishi wa Mungu, and by bad luck it went and fell to the servant of God. Njia inatokea kupona kwa that was the way jemadari na Haman, the general. Amen. Naaman. Habari inafika kwa mtumishi wa Mungu. Now the news enters to the servants of God. Watumishi wa Mungu, servants of God, mwe hodari ndani ya kazi ya Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu Elisha, this servant of God Elisha, sana pata zile habari, when he got that news, mfalme wangu, and my king, anapasua manguo yake, my king has destroyed his barua kartasi, because of a mere letter. Akamwambia namna gani? And he told him how. Mfalme, haiwezekani. King, it's not possible. Vaa mavazi yako, please wear your clothes, na ule mtu mtamleta kwangu, that person you'll bring them to me. Amen. Amen. Authority. Amen. Amen. Mfalme, and the king anasema said, what? Kumbe tunakuwa na watu hawatujui kizi tunatembea. So that means we have Amen. people and they don't know us how we walk. Na mchungaji na watu amamjue nje. We may have lakini wakati atamtumikia Mungu ndani ya kazi ya Yesu ni jibu. But the moment you start working for God, atajulikana mbali sana. He's going to be known from far. Mtajulikana mbali sana. You are going to be known na majina yenu yataenda mbali sana. And your names are going to go kwa sababu ya action tu ya roho ya Mungu. Because of the action of the Spirit of God. Sema amen. Say amen. Mfalme wa Israeli, the king of Israel, mtumishi wa Mungu anamwambia, the servant of God tells them, calm down. Shuka chini papa. Calm down. Shuka chini. Mfalme mzima, a king, mtumishi wa Mungu amwambie kaa kimya. A servant of God tells them, please, ule mtu sasa atafika, when that person arrives here, usiogope kitu, umlete kwa. Don't be afraid, bring them to me. Watumishi wa Mungu, servants of God, kile kinyi mko nacho ndani yenu, what you have in you, msiogope kukitumikisha. Watumishi wa Mungu, don't like to use mkipane kwa watu. You need to give it to others. Amen. Sikiliza mzuri, listen very carefully. Mtumishi wa Mungu anakaa kwake, the servant of God is just sitting on his place. Mfalme wa huko, and the king from that side, kwenye alikuwa piga Israeli, who was trying to fight Israel, wanakamata ule jemedari wao. Now they take their general, wanampatia bodyguard, and they give him bodyguards. Wanampatia mavazi, they give him clothes. Wanampatia pesa, they give him money. Wanampatia pesa ya aina mbili, and they give him two kinds of money. Aseme uende, you have to go first. Wakati utapona, when you will be healed, na hivi vyote utavipana hapo. And all of this you will find it there. Sikiliza watumishi wa Mungu. Now listen, servants of God. Tumepewa bure. We have been given freely. Tumepewa bure. We have been given freely. Tusihitaji let's know kunyanyasa wa Kristo. Take from Christians wakati wamebarikiwa, when they have been blessed, ase unilipe, that you need to pay me. Biblia inakataa. The Bible is saying mtumishi wa Mungu, this servant of unifuate kwa makini. Listen to me very carefully. Jemadari anatoka kwao. The general comes from his place, anakuya, and is coming. Anakuya Calgary. And is coming to Calgary. Mtumishi wa Mungu iko hapa. And the servant of God is here. Hapa Israeli. Here in Israel. Tumeteseka siku mingi. We have suffered a lot. Lakini siku moja jibu iko. But one day the answer is there. Nilikumbuka siku moja Papa Jackson. And I remember one day Papa Jackson anashuhudia hapa.
testifying here. Nashukuru Mungu kuona kitu tumeanza kanisa hapa. I thank God that you have started a church here. Na acha Mungu aiendelee kanisa hili. And let God continue this church. Amen. Amen. Ndakwambia Mkristo mwenzangu, I'm going to tell you, tusimwache Mungu. Don't let God. Tuko na Mungu mzima. Don't leave God. Mwenye anafanya miujiza. Mwenye anafanya kila kitu. Does miracle and does everything. Amen. Amen. Huyu papa. And this father. Mafarasi. Those horses are taking a line. Zinafika kwa mfalme. And they go to the king. Mfalme anaziona. And the king sees anasema ole me. And says no. Njia njoo ile. This is the way. Mupite kwa mtumishi wa Mungu. You have to go to the servant of God. Aseme hakukamata hata dakika ngapi. He don't even take a second. Njia njoo ile. And told him, hey, this is the way. Njia njoo ile mwende kwa mtumishi wa Mungu. Hapa hakuna jibu. There is no answer here. Amen. Amen. Utatembea ndani ya Calgary mzima. You are going to walk in this Calgary. Samani kusema hii jambo. Siku najitapa wala siku najinua wala kuinua kanisa hili juu kuye uombe Mungu pamoja na mimi. I'm not boasting myself or trying to be prideful to kama tell you about this church. Pima kwanza leo. But if you have come to test it today, na uendeleshe tu. Please continue testing it. Amen. Amen. Usijaribu aseme mimi naenda kuanza kuingia kwa ile kanisa nione. Don't go as I'm just come to test this church and see how it is. Tunajitapa wala kujinua. Mungu ndio anafanya kazi yeye mwenyewe. God is the one doing the work. Amen. Ule mtumishi alifika bakamubeba. And that's how rich and they took him out. Mwende kule. Go on that side. Angalia mtumishi wa Mungu. Now look at the servant of God. Aseme sa aliona kwa mlango. When he saw them at the door, anabambia namna gani? And he told them this. Mukamate mtu wenu. Take your person. Mumevuka kwa ile mtoni pale inaitwa mtoni fulani. You have crossed the river called Jordan. Mumubebe pale. Take him there. Mumuzamishe mwele mai mara 7. And let him take na atapona. And he's going to be healed. Aseme mumubebe mwele maji. Take them to this water. Aingie ndani mara 7 and wash himself 7 times, na kisha atoke ndani, and he will come out from there. Mtaniambia kitakuwa namna gani? And you'll tell me what's going to happen. Amen. Amen. Aseme jemedari akaanza discussion. And the king started discussing. Aseme kwetu, that where we come from, anataka tapa mama ya kwabo, malake, mamitoni. Now he's trying to say ya fulani iko hivi na hivi. His legs, his waters. Unataka pata uponyaji. You want to get healing. Umeteseka siku mingi. You have suffered for so many days. Banakwambia tu tia tu nguo yako chini upige magoti. Unaanza iangalia yako nguo ya bei. Maana yuko kama hautapona. Maana hautapona. So you banakwambia ulala kwanza chini. They're telling him sleep down. Tukuombe. So we can pray for you. Batumishi ya Mungu habana madawa. Servant of God don't have. Nikwambia tulala chini. Witchcraft of medicine. Tukumwangie mai. They're just telling you sleep down. We can put water on you. Na upone. Just believe. Magonjwa yako and hayata kusaidia na kitu. Your sickness will not. Lakini kwa mzima. But if you are, tutakuona tena tunashangilia jina la Bwana. Kwa sababu magonjwa because comes from the hospital. Amen. Huko hapa unatakata unapendeza. Kwa sababu uko na pumzi tu. Because sasa akasema itoke. But when you say get out, tunaenda kuzika. We are going to bury you. Sasa jua nini uko unatembea kinyoka nyoka. Now why are you walking as a snake? Now the general, watu wake wa garde corps, his bodyguards, banamwambia, they're telling him, mtumishi angekwambia vya mingi kushinda hivi. The servant of God tells you, haungevifanya. Wouldn't you just do it? Jirani, rafiki, a neighbor or a friend, mwenye atakusaidia kwa maneno, who will help you in words, mwenye tuko pembeni yako, he's just close to you there. Haikuwa mbali ndio atakusaidia. He's not the one who's coming from far. Pembeni yako ndio ataangalia huyu mtu anateseka. The one close to you is the one who's going to help you, na atakusaidia, and he's going to help you. Amen. Amen. Anamwambia namna gani? And he's telling them how. Hata akakwambia ufanye cha namna gani kule kwetu. If you don't do what, na umeshaona mtumishi wa Mungu, and you've seen the servant of God, anakuambia tena tukamate turudie. Wende kule kwenu ufanye majemnastika hiki na hiki na hiki na hiki. Hautakifanya. If you go to someone and tells you to go back where you come from and do all the gymnastic, won't you do it? Hatutaenda kule mbali. We won't go all the way far. Lakini wakati ilifika wakati ya kuitika, but when the time to respond comes, akasema basi. He said,
Twende basi, jina la Bwana. Let's just go now. May the Lord, banaenda, God names be blessed. banaenda, and they went, banaenda, and they went, banaenda, and they went. Aseme saba alifika kwa ile mtoni, that when they arrived to the river, anakutana mko matope, he found there is mud, mko mayani, there is leaves, iko inanuka, and I'm smelling, tena nakatala ingia mwele maji, and I want to enter into that same water. Eske huyu mtu alikuwa anataka apone wala ilikuwa? Really, was this person really wanted to Lakini get kwa healed? sababu ile historia ya Mungu ikusudi ipande juu, But because of na that jina story la of Bwana God kusudi to be able litimie, to go through, na and the Yesu name of wetu God to be avumishwe glorified, tena, and our God to ile be mai lifted up. Mungu akaitia modawa, That water God put in, na ule mtu akapata nini? and that person got what? Amunipatie jibu. He was restored. Akafika kwa ile maji, And he reached to that water anaiangalia and kwanza. looked at it first. Said, Watu wake wanamwambia, and his people papa, are telling him, wewe ndio General, mgonjwa, you are the one who's ingia sick. tu ndani Let's tuone. go so that we can see. Yes. Asa ingia ndani tu tuone. Go in the Tuko water. na bezwe yako. We still have your need Ututumikie na to ututumikishe. serve us and Na make uko us work, mzima. and you are healthy. Roho inamshuka sasa. Now the spirit now started calming down, Anaingia. and he went inside. Turu ya kwanza. For the first time, he goes down Anatoka. and he comes up. Aseme alikuwa anapenda aangalie kama bimetimika pale He pale. wanted first to test and see if it's not. Juu ya nini? Why? Wakati aliona mtumishi wa Mungu, When he saw the servant of nia God, yake ilikuwa anajua mtumishi wa Mungu atamtia kwa mkono he thought that the servant of God is going to put his na hand on mpanguze him mkono kuvidonda vyake and start cleaning his na wound kisha atoke. and to be able to be restored. Papa, bia Mungu habiendeki hivi unapenda. Things of God does not go the way you Bia want. Mungu habiendeki hivi unapenda. Things of God does not go the way you Wewe want. usimagine jemedari iko na Just- mapete na mapete. Just imagine yourself a general who Mimi has aje all those mtia mai ya grades. kunuka. They are Sio putting apate him uponyaji. in a water that smells just for Turi ya pili. healing. The second time, Anaingia, he goes anatoka. and he comes out Hasa anaangalia kumwili. and he look at his body. Hakuna. There's nothing. Turi ya tatu. The third time, Anaingia, he goes inside anatoka. and he comes out. Anaangalia He kumwili. looks at his body. Hakuna. There's nothing. Turu ya And the ine. fourth Anashuka. time, he goes inside Anarudia. and he comes up Anakutana hakuna. and say, "There's nothing here." Alitaruka benda bazimu. And he was almost going mad. Iko naangalia masaa, And he's looking at time anaangalia maturu. and look at the rounds Anasema he's akose doing. nitoke na mai mai. I may even come out of this water. Lakini But ile ni turu ya tano. when it came for the fifth time, Mungu anaweza fanya changement, now God changement. started making changes. Mungu anaweza fanya changement. God started making changes. Mungu anaweza fanya changement ndani ya maji. God made changes Mungu in the anaweza fanya water. changement ndani ya maji. And changes Wale in the wanafanya water. changement ndani ya maji. Hallelujah. Amen. Amen. Turu ya sita. The seventh time, Maji inaanza kumtafuta mtu. now the water is going Turu to ya someone. sita. And the sixth Maji time, inaanza tafuta mtu. Turu ya sita. the sixth time, Maji inaanza kuchamka. Turu ya sita. Maji inaanza shanje. Uwepo wa Mungu. the power of God. Saa aliingia turu ya Now when he went saba. in the seventh Saa time, aliingia turu ya saba. when he went in the seventh Saa time, aliingia turu ya saba. when he went in the seventh Aseme time, aliingia. when he went in the seventh Akatoka. time, he went Mwili kosa ya inside and he bebe. came out as his body just glowing. Aseme alitoka ndani. He came out of that place, Anajiangalia. looking at himself, Anakutana mwili yote kope. looking at his whole body is clean. Amen. Amen. Ndugu mpenzi, Beloved, tunaweza hata kuachia hapa. we can even stop by here Juu umesikia mwanzo ya ibada because you have heard from the beginning of the service mpaka mwisho sahi until the end at this time. ni baraka kuzingine. It is just blessings of a blessing. Amen. Amen. Hii kitu jeni nataka kuambia hapa This thing that I want to tell you here, ni kusema tu it is to say that kile kenye kimekusumbua what has made you suffer kama vile huyu jemedar as this general kinakusumbua miaka na miaka that na has been miaka. suffering you for years, Leo ndio siku. today is the day. Amen. Amen. Kuna watu wamoja tunawapigia masimu, There are people that we call on the phones. mtoto wangu iko mgonjwa, My child is sick. iko hivi na hivi, He's like this and like that. mimi niko hivi na hivi, And I'm like this and like that.
Lakini zile masababu, but all those excuses, ziache kwanza. leave them for a moment. Usifanye kama huyu jemedari. Don't follow like this general. Wewe kuja kanisani, you just come to church, na Mungu atakuponya. and God is going to heal you. Amen. Amen. Na Mungu atakuponya. And God is going to heal Kama uko mgonjwa, if you are sick, umesikia mwili na kusumbua, you have felt that your body Saturday usibaki nyumbani. On Saturday, don't stay home. Kuja tena usichovye mara 7. Come again, don't get tired. Go kama jana ilishindikana, if it was not possible yesterday, ya leo haitashindikana. Today it won't be possible. Kama ya turu ilikatala, ya pili ilikatala, if the first, second, ya tatu haitakatala, the third, kama ya ine ilikatala, if the fourth, ya tano haitakatala, the fifth, kama ya sita inakatala, the sixth, ya saba haiko itaitika. The seventh will also accept. Amen. Amen. Na Mungu atakutendea mema. And God is going to do you good. Amen. Amen. Huyu jemadari, and this king, sikiliza sasa. Listen now. Kuko mfalme, there is a king, na huyu jemadari, and there's a general. Sasa huyu general, now this general, wakati anapata uponyaji, when he found healing, akatii kenye mfalme alimupatia, he respected what the king akasema gave hii him. pesa, Told him this money, na hii pesa, and this money, na hii mavazi 10, and this clothes, acha nizipatie mtumishi wa Mungu. Let me give it to the servant of God. Mtumishi wa Mungu, the servant of God, banamwebea malipo. They gave them, they bring kwa sababu amefanya kazi, because he did good. Mfalme alishindwa kumtunza, the king was not able to, lakini mtu wa Mungu anafanya kazi. But servant of God is doing great. Biblia yangu inasema hivi, and my Bible says this, wakati aliona pesa, when he saw the wakati money, aliona mavazi, when he saw the clothes, akamwambia wewe na vitu vyako. He said, go back with your things. Amen. Amen. Tumepewa bure, we have been given freely. Na sisi tupewe bure. Let's also give freely. Amen. Amen. Cha kushangaza, now surprisingly, Elisha alikuwa na mtu wake wa kazi, had his servant, iko nafuata ile filme yote. He is following all what's happening. Unaweza kuwa na appetite ya makuta, you may have appetite of money, unaweza kuwa na appetite ya kuiba, you may have appetite of stealing, unaweza kuwa na appetite ya kufanya hiki na hiki, you may have appetite of doing this, lakini mwisho wake ni kukufa. But the end is death. Amen. Amen. Huyu mtu Gehazi, and this person anafuata filme yote, he's now following what's happening here. Anasema muhoroho yake, and he said in his heart, eske mimi abaki nipatia ile vitu kweli? If they could give me this thing for sure. Sina mimi nafanya kazi hapa. I also work here. Yeye iko nazungumza ndani mwake mwenyewe. He's just speaking inside in his own heart. Kumbe Elisha mtumishi wa Mungu, yet Elijah the servant of God, na roho wa Mungu, and the spirit of God, anaanza fuata ile filme tena ya nani? Ya Gehazi. That same script of Gehazi. Gehazi iko napanga vyake. Gehazi is planning his own things. Na mtumishi wa Mungu na yeye anamfuata mkiroho. Elijah is also following him spiritually. Amen. Amen. Sikiliza. Listen. Roho inaingia sasa ya shetani. The spirit now of evil is coming in. Jemedari anatoka anaanza aenda. General now is going this way. Kisha Gehazi anasema, then Gehazi says, ile vitu yote tu vinaenda. All of those things are just going. Hapana. Hapana. Aseme akamfuata pole pole. And he went to him slowly. Anafuata jemedari pole pole. And he went to the general slowly. Na jemedari alimuona kwa mbali. And when the king saw him from akashimamisha farasi zake. He stopped 3 horses. Akamuuliza, kuna amani? Is there peace? Sikiliza mjanja. Now listen. Papa, nyumbani kwetu mtumishi wa Mungu amepata vichakazi, servant of God, na vichakazi vinahitaji mavazi na pesa, and he needs money and clothes. Aseme, and he said, wamenitumana unipatie hafu. And he said to give me half. Yeye alimwambia vyote ni vyenu, vilikuwa vyenu. I told them everything that was yours. Na sina hata wakati ya kukatala. And I won't even have time to say kamata beba. Tena anamupatia na mtu wa kazi ya kumsindikiza mpaka nyumbani. And even take someone to accompany him. Kenye utaiba leo kitakukwama kushingo. What you are going to steal today is going Kenye utaenda fanya nje akile kumstari mzuri kitakukamata kushingo. What you are going to steal today is going to capture you. Utazimia na unakufa kisha tunakubeba hapa nje. You are going to die and will take you out there. Huyu mtu, and now this person, anarudia na vitu. Is coming back with his things. Alikuwa anakula mzuri. He used to eat very well. Alikuwa analala vizuri. He used to sleep very well. Anaishi vizuri na mtumishi wa Mungu. Living well with servants of God. Lakini kwa sababu shetani amemuingilia, but because the devil came into him, magonjwa tena, and the sickness again, inamuingilia ule Gehazi mtumishi wa Mungu. So coming now to the Gehazi. Amen. 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 Ndugu mpenzi, my beloved, hii habari, this news, umeisikia vizuri. You have heard it very well. Aseme ile ukoma, that sickness, juu ya kudanganya mtumishi wa Mungu, because of love, ikamrudia mara 10, it came back to him 10 times. Na mke wake
and his na wife watoto and his children. Mpaka kufa kwake. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amen. 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 Kama uko mgonjwa kuja mahali hapa. If you are sick, please come here. Hatutafanya kazi kubure. Hapana. We won't do just thing bad. Tunataka ushuhuda mwezi kesho wala we just want testimony next Kama month. uko mgonjwa kuja. If you are sick, please come here. Umesikiliza maneno ya Mungu. You have heard the word of God. Umesikiliza nyimbo. You have heard the songs. Kila kitu. And you have heard everything. Lakini kama uko mgonjwa but if you are sick, kuja. Any kind of sickness, please come here. Saba ndio hii. Your 7th time is Uimalize hapa. So you can finish it here. Na Mungu akuponye. And may God will heal you. Na isirudi yake tena. And it will never come back again. Naaman akurudia tena na magonjwa. Naaman never went back. Alirudia na victoire. He went with victory. Na akashangala. And he was surprised. Na akashuhudia kuna Mungu huku nje. And testified there's a God here. Tunatoka Yerusalemu kuna mtumishi wa Mungu. From Jerusalem, the servant of God. Na ndio maana wakati tutafika mahali hapa. That is why when we come here. Wewe peke utashuhudia makuu ya Mungu. Kuna watumishi wa Mungu hapo. Servant of God here. Amen. Amen. Basi mtageuka huko muangalie kanisa. Na mnapiga magoti. Tunaalika watumishi wa Mungu, tunawaombea magonjwa inawasumbua isirudi tena kwa jina la Yesu. Amen. And we invite the pastors, please come forward so we pray for them.